nataka nizungumze na nyinyi ujumbe unaosema kuweka malengo kama kijana. Mimi nimewafurahia sana, na kuna wakati tuvumiliane tu tunapoongea habari zingine zilizopita, kwa sababu zinatusaidia kupima wakati wetu tulionao. Jamani, amini. Miongoni ninafundisha ujumbe wa kuweka malengo kwa sababu kuna vitu tunavikosa sasa kwenu. Mwambie jirani yako, mchungaji anasema kuna vitu wanavikosa kwetu. Kuna vitu viwili tunavikosa kati ya vingi ambavyo tunavikosa kwa vijana na vinaweza kupatikana. Habari njema, vinaweza kufanya nini? Patikana. Cha kwanza ni maisha ya uaminifu. Faithfulness, maisha ya uaminifu. Kadiri siku zinavyokwenda tunayakosa maisha ya uaminifu, na mpaka sasa tunataka kushindwa kuwa na kipimo cha uaminifu wa mtu, cha uaminifu wa kijana. Yaani kipimo kinataka kukosekana. Kipimo kinataka kukosekana. Kwa nini kipimo kinataka kukosekana? Vile vipimo tulivyokuwa tunapimia uaminifu zamani haviwezi kupima uaminifu wa sasa. Haviwezi. Zamani mtu aliyerudi nyuma alieleweka tu, aliweza kunyong'onyea, kufanya mambo ya kimungu. Yaani huwezi kumuona mahali kwenye mkesha, huwezi kuona mahali popote. Sasa hivi tofauti, anaweza kufanya vitu vyote. Ukisema kesha na kesha, ukisema omba na omba, tena kwa kutembea. Tena ukisema sasa hivi tunanena kwa lugha, atanena. Muulize mwenzako, tukupimie wapi? Vipimo tulivyovitumia zamani kupima hatua za kurudi nyuma mtu alafu tumsaidie vinakosekana sasa. Kwa hiyo tunakosa maisha ya uaminifu ya mtu aliyenyoka. Amenyoka na Mungu namna hii kama lula. Ila kwenye section ya Chanika tutayapata katika jina la Yesu. Tutapata. Zamani anguko la mtu mmoja anayerudi nyuma ilikuwa ni msiba, lakini sasa kinaweza kikatokea kikundi chenye nia moja, wanaelewana. Hakuna anayemshitoa mwenzake kwamba hapa tunapotea. Mwambie jirani, tunapoeje? Hiyo sikasiki ndio hivi ndio naongea hivi. Na nyingi kwa hiari yangu mimi sasa hivi singechunga kanisa la sasa hivi. Ngumu mno. Ni ngumu mno. Kwa tunakosa maisha ya uaminifu, na kwa sababu ninaongea kuweka malengo katika maisha ya kijana, miongoni mwa malengo ni maisha ya uaminifu. Na utaona huko mbele nitakwambia. Lakini kitu kingine cha pili tunakikosa ni hela. Tunakosa hela. Sasa hivi tuna vijana wana masimu, smartphone, sijui kapateja ataelewa, lakini hela hamna. Kwa nini mna hela nyingi? Mna hela nyingi? Hela hamna. Alafu kinachoniuma sana ukosekanaji wa hela umeanzia kwa vijana wa kiume. Hilo kosa hawa za saluni wanawake hao. Sasa unaanzia kwa sisi ndio wenyewe, sisi ndio teni
shetani hauawi. Tunakosa nini? Yaani hata hapa mkuja kwa kuunga. Kama unataka kubisha nianze kukusanya nipite ila hata buku tu mwingine tukichukua buku yake tutamfanya tembee mpaka nyumbani kwa miguu. Buku. Alafu sasa hamna hata hasira. Kwa sababu kukosa hela sio vibaya, lakini vibaya kukosa nini? Hasira. Unakubalije uwe na suruali tu? Unakubalije uwe na mleta 6 nini? Unakubalije? Unakubalije mdada akwambie naomba nauli huna? Unaambia basi nisaidie wewe. Unakubalije? Unakubalije? Uaminifu hamna na hela. Sasa inawezekana basi hela na uaminifu vinaendana, si ndio? Hela na uaminifu vinaendana. Miaka inaenda, wewe sio mwaminifu, maisha yako yanaendelea kukupiga. Hela unaitafuta kwa manati. Tena hela utafuta kwa manati. Hata kutafuta utafuti hela. Mimi nataka leo mkasike mpaka mseme toa mwangalizi huko ndani na stoki. Ama tunzuri mmekuja kwetu. Kwa sababu hata mimi mahubiri yaliyonifanya nichangamke kutafuta hela hayakuwa mepesi. Tena mimi nilikuwa natukana kabisa, una akili wewe. Kuja wewe unaiba mapambe, unaiba mapambe. Mimi nilitukana na Titus Nkama. Alafu anabinua mdomo hivi nilikasirika siku ile. Wakati nilikuwa nalalia ngozi kwa bibi. Sasa unalalia ngozi hapo nimeokoka. Waliokoka kama wewe, jinga mkubwa kabisa. Sasa kuna mzee wamemleta na tukana. Au kwa sababu ametoka Dar es Salaam, maelewe huko kuna ngozi kabisa, nalalia ngozi, nimetukana mimi, nalalia ngozi kwa bibi. Na namsubiri bibi alale ndio nikanyang'anye wingu. Nyinyi hamjui kulikuwa kuna nguo zamani zinaitwa kaniki na zingine ziko zinaitwa mawingu. Hizi za sasa hivi kuna zingine wanazitengeneza sasa hivi. Tunamvizia bibi akalale nikachomoe wingu lile. Na miaka 15. Sasa ndio nilikutana na mzee. Anafundisha vijana. Nilitoka na hasira hapo. Mbona kijiji kilinielewa? Sasa na nyinyi nataka mtoke na hasira hapo. Amina. Mpumbo tu, suruali haina hela. Nimeshuka mpaka hapa. Ni pochi ishushe. Sasa nishushe hiyo. Na pochi fulani na mikatasi tu ndani. Yaani wewe una amani 10,000 haiko mfukoni, una amani vipi? Una amani vipi? 10,000 haiko mfukoni. Wewe unalala tu. Unaimba kabisa na unanena na pauga. Unanena uongo tu. Sasa niliposoma habari za Uzia alikuwa kijana mwenye miaka 10 na ngapi? Na 6. Mimi surprise sana Uzia. Miaka 16 kajamaa. Huyu dogo ana miaka 16. Lakini akili yake imetulia huyu dogo. Taifa walipoangalia wakasema huyu dogo anafaa. Miaka yake weka pembeni, lakini kichwa kizima aweka mfalme. Na dogo ana malengo. Anajua kabisa mimi ukiona nimekabidhiwa ikulu, wataona nitakachokifanya. Tunataka vijana wa namna hiyo ambao ni wadogo kwa umri lakini kichwa kizuri, kichwa kizima. Wakamkabidhi, wakamwambia, wakasema sasa Uzia tunakuweka uwe mfalme miaka 16. Tena sawa kataifa kadogo. Wataifa wana Israeli. Mwambie jirani yako Uzia miaka 16 ni mfalme. Wengine mtasema kwa sababu mfalme ulikuwa ni wa polisi. Ufalme unaweza kalisi lakini akili. Huyo alikuwa nani? Na
sio Swahili ngaigai. Lakini namba 2, akatafuta watu wa kuungana naye, wa kumsaidia potential. Ni nani ambaye nikiruhusu aingie kwenye maisha yangu, awe role model wangu, awe mtu naweza kushare naye mawazo, nitasonga mbele. Wewe unatafuta nani? Muulize mwenzako, mwambie timu yako unaijua ni ya Shagedele. Hiyo timu ya Mtoboi, hiyo timu. Wote mkianza kuandika vikopa. Hili jamaa lilitafuta mtu, na hicho wafalme wengine walikuwa wamekosea. Pamoja na alikuwa dogo, lakini akaangalia, ninaishi maisha ya maadili, siuabudu miungu mingine, nimenyoka, lakini ni kina nani ambao nikisafiri pamoja